Zaidi nimezungumza na Nicholas Minde, mtaalamu wa masuala ya kidiplomasia, na alianza kwa kuzungumzia uwezekano wa kuafikiwa kwa makubaliano ya kusitisha vita ukoje kwa sasa. Naona uwezekano ukiwa ni mdogo, na ndio maana tunaona mazungumzo yanaendelea, lakini inatokana na kutokuaminiana kwa hizi pande zote mbili, ambazo inatokana na historia muda mrefu wa hizi pande, hasa taifa la Israel ambalo linaendelea kuipiga Lebanon. Tunaona kwa kihistoria wameweza kukiuka makubaliano, sio tu kwa Lebanon, hata huko Gaza. Kwa ukiendana na hii historia, naona kwamba uwezekano wa kufikia makubaliano ya muda mrefu naona ukiwa mdogo. Mazungumzo haya moja kwa moja kati ya Israel na Lebanon yameanza kwa mara ya kwanza baada ya miongo kadhaa. Je, hatua hii ni ishara ya matumaini ya amani ya kudumu au ni mikakati ya muda mfupi wa kisiasa? Naona kama ni hatua ya kihistoria kusema ukweli, ila kwa jicho ama mtazamo wa sasa wa hali ya kisiasa na kivita huko Mashariki ya Kati, naona mwonekano huu ni njia ya kupunguza mvutano wa sasa, kwani Israel imeanza kupora ardhi ya Lebanon kwa upande mmoja, na pia licha ya mambo yote naona kumekuwa kuna kuendelea kwa kurusha mabomu kusini mwa Lebanon, lakini kwa upande wa pili naona pia Israel wana madai yao mwenyewe, na tunaweza kusema ni madai ya kihalali ambayo ni madai ya kimkakati ya kivita pamoja na hali ya utulivu katika taifa lao la Israel. Umezungumzia madai ya pande zote mbili, Minde. Ni kwa nini Lebanon sasa inasisitiza kusitishwa kwa mapigano kabla ya kuendelea na mazungumzo, na hilo linaathiri vipi msimamo wa Israel? Lebanon wanasisitiza hilo kutokana na historia ukiukwaji makubaliano kama nilivyosema hapo awali, lakini pia kuna dai la kuvunjwa kwa kundi la Hezbollah ambalo sio la jambo la kirahisi, kwani Lebanon wanafahamu kwamba kuvunjwa kwa kundi hili unaweza kuchochea mgawanyiko wa ndani ama mtafaruku katika taifa la Lebanon, kwani naona sasa kwamba taifa la Israel linasisitiza njia za kivita fikia makubaliano ya kisiasa, na Lebanon wanafahamu jambo hilo. Kwa hiyo wanaona wanasema ni vizuri kwamba tuanze kwanza kwa kusitisha mapigano kabla mazungumzo kuendelea. Tumeona nafasi ya Marekani chini ya Rais Donald Trump ambayo inaonekana kusukuma juhudi za kupunguza mvutano. Je, nafasi ya Marekani katika mazungumzo haya ni ya upatanishi wa kweli au ina maslahi yake ya kimkakati? Marekani ni mbia wa karibu wa Israel na malengo yao Mashariki ya Kati tunajua kabisa anaendana na taifa la Israel ambalo kwa kifupi tunaweza kusema ni maslahi ya kimkakati ambayo ni kumlinda Israel na pamoja na washirika wake katika ukanda huu, lakini tusisahau kwamba kuna sehemu nyingine ambapo tunaona kwamba kundi la Hezbollah linahusishwa na ushirikiano mkubwa sana na taifa la Iran ambalo kumekuwa na vita. Kwa tunaona kama kuna ule ukaribu wa kimaslahi wa Marekani katika kutaka kupatanisha eneo hili. Na vita hivi vimekuwa na athari kubwa, si tu uharibifu wa mali bali pia watu wameweza kupoteza maisha yao. Kwa kuzingatia idadi kubwa ya vifo na wakimbizi nchini Lebanon, ni kwa kiasi gani shinikizo la kimataifa linaweza kulazimisha pande zote mbili kukubali kusitisha mapigano? Kwa sasa hii tunayoita jumuiya ya kimataifa imegeuka kuwa taifa la Marekani na Israel, kwani ule ushirika wa Umoja wa Ulaya pamoja na mataifa mengine ambayo yamekuwa yakishinikiza naona kama yamekuwa kimya. Lakini pia tukiona kwamba kama ulivyosema ni ukweli, kumekuwa na idadi kubwa ya vifo, uharibifu wa mali, lakini pia kumekuwa na kuzorota kwa hali ya kibinadamu ambayo imechagiza kuwepo kwa mazungumzo haya na kusitisha mapigano kutokana na hii hali ambayo imetokana na uharibifu wa mali pamoja na watu kuuawa. Tukimalizia, je, upinzani kutoka kwa Hezbollah dhidi ya mazungumzo haya unaweza kuvuruga juhudi za kufikia amani, na serikali ya Lebanon ina uwezo gani wa kudhibiti hali hiyo? Hezbollah wameshatangaza kwamba hawaungi mkono mazungumzo haya, na hii inahatarisha usitishwaji wa mapigano. Nadhani jambo ambalo litazingatiwa katika mazungumzo ni sehemu ya Hezbollah katika mazungumzo haya, lakini tufahamu kwamba serikali ya Lebanon ni dhaifu kisiasa, kijeshi, na tunaona maafisa wa Lebanon wenyewe wameonya kwamba ili kuilazimisha Hezbollah kuvunjwa ama kutokuwa katika mazungumzo haya kunakuwa na athari za ndani, na nadhani ni muhimu sana tufahamu historia hii ya Hezbollah katika anga za taifa la Lebanon.
Na ni mchambuzi wa siasa za kimataifa Nicodemus Minde katika mazungumzo na mwenzangu Victor Kenani. Kwingine